Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ngima hoye! Mbinga hoye! Mama Samia hoye! Ndugu wananchi, awali ya yote naomba kwanza nitoe shukrani zangu za dhati kwa timu nzima ambayo imeshiriki katika kuandaa kilele ya maadhimisho ya siku 16 ya kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo. Ndugu wananchi, kampeni ya mwaka huu ya kupinga ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto imebeba kauli mbiu kama ambavyo imekwisha semwa, inayosema tuungane kutokomeza ukatili wa kijinsia mitandaoni. Kauli mbiu hii inalenga kusisitiza jamii kwa ujumla kulinda makundi yote dhidi ya ukatili wa kijinsia unaojitokeza katika majukwaa ya mitandaoni, sambamba na kuhamasisha uwekezaji katika elimu, teknolojia salama na mifumo rafiki ya ulinzi mitandaoni ili kuhakikisha usalama, heshima na usawa wa kijinsia katika zama za kidijitali. Ndugu wananchi, aidha, kutokana na matukio ya ukatili yanayoendelea, imebainika kuwa wanawake na watoto bado wapo katika mazingira hatarishi yanayochangiwa na umaskini, elimu na ujuzi mdogo wa kiteknolojia pamoja na mila kandamizi zinazodhoofisha uwezo wao wa kujilinda. Nawapongeza wadau wote wanaohusika katika kushughulikia kuibua vitendo vya ukatili, kwani jitihada zao zinasaidia sana katika kubaini na kupunguza vitendo vya kikatili katika jamii. Hivyo nawasihi sana tuendelee na jitihada hizo. Aidha, tukumbuke kuwa swala la kushughulikia ukatili wa kijinsia ni jukumu letu sisi sote, si jambo la mtu mmoja. Hivyo kila mmoja wetu hana budi kuwa balozi kwa nafasi yake. Natambua mchango mkubwa wa viongozi wa dini zote na niwashukuru sana viongozi wangu kwa kutoa muda wenu na kujumuika na sisi hapa siku ya leo. Najua mnayo majukumu mengi katika taasisi mnazoziongoza, lakini mmejumuika na sisi. Tunafarijika sana kwa jinsi ambavyo mnao mchango mkubwa katika masuala haya ya kupambana na ukatili wa kijinsia. Maafisa maendeleo ya jamii, ustawi wa jamii, dawati la huduma la msaada wa kisheria, dawati la jinsia na watoto polisi, dawati la jinsia na watoto la halmashauri zote mbili, na kamati za mpango kazi wa taifa kupinga ukatili dhidi ya wanawake na watoto, sambamba na viongozi wote kabisa wa ngazi ya jamii. Mfano, tunao viongozi wa bodaboda na wengine wa kujitolea kwao katika kuibua na kutoa elimu kuhusu athari za masuala ya ukatili wa kijinsia katika ngazi za familia na jamii, kwani kundi hili limekuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia katika wilaya yetu. Nawashukuruni sana na hongereni sana kwa kazi kubwa mnayofanya. Natumia hadhara hii kutoa kauli ya kukemea desturi ya baadhi ya familia kumaliza mashauri yanayohusiana na ukatili wa kijinsia, hasa za ubakaji na ulawiti kwa watoto katika ngazi ya familia, kwa kuogopa adhabu ya kufungwa jela miaka 30. Tunayo mifano mingi ya baadhi ya matukio ambayo unakuta mtoto amefanyiwa jambo baya alafu sisi wazazi ndio tunakuwa wa kwanza kuingia kwenye majadiliano ya kifamilia ili hilo jambo lisifikishwe kwenye mikondo ya kisheria. Nadhani hii pia ni aina nyingine ya ukatili wa kijinsia, au sio? Nasema uongo? Hii ni aina nyingine ya ukatili wa kijinsia, kwamba huyu ni mtoto mdogo, sei yuko la 7, yuko la 6. Wewe mzazi bado una dhamana ya kufanya maamuzi kwa niaba yake. Pengine yeye hawezi kujiamulia mwenyewe, amefanyiwa vitendo vya ukatili. Alafu wewe mzazi unaingia kwenye mazungumzo ya kifamilia na mzazi wa upande ule uliofanya ukatili ili haya mambo muyamalize kifamilia. Hii ni aina nyingine mbaya tena zaidi. Hii ni aina nyingine ya ukatili wa kijinsia. Nasema uongo? Kabisa. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwatoa rai na kukemea tabia hii
ya kufifisha jitihada zinazofanywa za kupambana na hawa watu ambao utu wao umepungua na wanafanya mambo ambayo hayakubaliki katika jamii zetu. Kwa kufanya hivyo, naomba niseme ni kosa kisheria na unaweza kuchukuliwa hatua pale inapobainika. Kwa hiyo tuache mtindo huo. Hivyo natoa rai kwa wananchi wote wa wilaya ya Mbinga, tuwe na ujasiri kabisa, tuwe na ujasiri wa kufichua na kutoa ushahidi kwa vitendo vya ukatili mara inapokuwa imebainika. Tusiwe sehemu ya kuficha uovu huu na ukatili huu. Vile vile viongozi katika ngazi ya vijiji na mitaa na kata hamna budi kutoa ushirikiano mkubwa kwa kuhakikisha kuwa vitendo vya ukatili wa kijinsia vinafichuliwa na kuripotiwa katika vyombo vya sheria na kutoa ushahidi. Ni kwa namna hii tu ndivyo tunaweza kwa kweli tukaweka break, tukaweka udhibiti wa kuchukua hatua ya kutokomeza vitendo hivi na kuwadhibiti watu ambao wanaendelea kuvifanya. Naomba niseme kwamba serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria na inatekeleza mikakati na miongozo mbalimbali inayolenga kupinga vitendo vya ukatili kwa wanawake na watoto. Na haya ndio makundi ambayo yanapata madhila makubwa. Haya mambo, ndugu zangu, tukisimama kwa hivi kwenye majukwaa kusema kama hivi tulivyokutana hapa leo, unaweza usione, lakini inapokuwa imetokea kwenye familia yako ndio unaweza ukaona uzito wa jambo tunalozungumza na lililotukutanisha hapa leo. Ni mambo ya hovyo kabisa. Imagine mtoto wako mdogo wa miaka 7 anaingiliwa na mwanamume jibaba, mtoto wako wa kiume, hivyo tu. Kwa hiyo hili si jambo la kuonea haya. Vitendo hivi tuvifichue na kuchukua hatua. Sasa nitumie fursa hii kuwaagiza, naomba nitumie fursa hii kuwaagiza wataalamu wa maendeleo ya jamii, dawati la jinsia na watoto, dawati la huduma za msaada wa kisheria, dawati la jinsia na watoto la halmashauri zote mbili, ambao wote tuko hapa, kusimamia, kutekeleza na kutafsiri miongozo hii ili iendelee kujenga uelewa mkubwa kwa jamii na elimu hii iendelee kutolewa katika maeneo mbalimbali ikiwemo ngazi ya jamii, maeneo yote ya kutolea huduma za kijamii, kwa kutumia pia na vyombo vya habari. Twende kwenye vyombo vya habari tuzungumze. Vyombo vya habari vipo. Hata katika wilaya yetu ya Mbinga kuna vyombo vingi vya habari. Tunayo makundi yetu sogozi, tunaweza tukayatumia pia kuendelea kutoa elimu inayohusiana na miongozo hii ili wananchi wetu waendelee kuitumia na kutoa ushirikiano kwa makundi haya yote na wadau hao wote ambao wanashiriki katika jambo hili.